ya somo linasema siri ya nguvu za kiroho. Siri ya nguvu za kiroho ni nini? Siri ya nguvu za kiroho ni nguvu zinazotoka mbinguni. Zipo aina mbili ya nguvu. Kuna nguvu za nuru ambazo zinatoka mbinguni, lakini kuna nguvu za upande wa giza ambazo zinatoka kwa Ibilisi. Nguvu za kiroho ni zile nguvu zinazofanya kazi kwa ajili ya kutekeleza kile kitu au kusudi uliloletwa duniani au Mungu alilokuitia. Leo tutaenda tuone Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Maandiko yanasema kwamba anasema hivi, lakini mtapokea nguvu. Alisisitiza akasema lakini mtapokea nguvu. Kumbe Yesu yeye aliwaambia lakini mtapokea nguvu. Sasa hizo nguvu ni nguvu za aina gani? Unajua kuna mtu anasema, kuna mtu anaweza akajua hivi, mimi nifanyeje ili nizipate hizo nguvu? Kuna nguvu ambazo zinatoka kwa Mungu, ambazo hizo nguvu zilikuwa zikitumiwa na wanafunzi wote na watu wengi. Tunasema tumtoe mfano kwa Petro. Baada ya kujaza na Roho Mtakatifu, akaanza kusema ile kweli ambayo alikuwa akisema kwamba huyu simjui, lakini wakati ule alisema kwamba huyu mliyemtesa tunamjua. Wakati ule alimkana. Kwa sababu gani? Wakati ule hakuwa na nguvu, lakini baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, akaleta nguvu akaja ile nguvu sasa ambayo ni nguvu za kiroho. Unajua watu wengi wanajua kwamba Yesu kabla hajafa na kufufuka, watu wengi wanajua kwamba Yesu aliishi katika Agano Jipya. Nataka nikwambie wewe unayenifuatilia na unayenisikiliza, Yesu yeye alikuwa anatumia Agano la Kale. Na hizi siri ya nguvu za kiroho wakati ule ilikuwepo, lakini ilikuwa haitambuliki. Ndio maana waliokuwa inaimiliki hii nguvu ya kiroho walikuwa ni wachache. Makuhani ambao walikuwa ni viongozi wa dini wachache sana, lakini wapo pia walikuwa manabii. Ukimwona Elisha, Elia, wote hao walikuwa na nguvu za kiroho. Lakini pia na matamko, kwa sababu huwezi kuwa na matamko bila nguvu. Lazima kuna nguvu ya kiroho. Asili yake ilikuwa ni wapi? Kuna watu wanajua kwamba nguvu ya kiroho, ukishaokoka ndio umepata nguvu ya kiroho. Kuna ile nguvu ya kuponya magonjwa. Pale umeokoka umepata nguvu ya kuponya magonjwa. Sio nguvu ambayo Mungu anaitaka. Kuna viwango ukifika unaanza kutamka na kitu kinakuwa. Pale ni ile nguvu iko ndani yako. Ili tukutambuka. Ndio maana neno linasema mtawatambua kwa matunda yao, sio kwa matendo. Amesema kwa matunda. Wewe sio kwa kukaa, kwa matunda. Kwa hiyo nguvu ikifanya kazi, Petro baada ya kupokea ile nguvu, tunamsoma Petro anaanza kutenda, anaanza kuponya watu, anaanza kufufua wafu, anaanza kufanya kitu ambacho watu wanaangalia nasema kumbe hawa si ndio wale wanafunzi wa yule mtu aliyekufa ambaye ni mwana wa Mungu. Unajua watu wanajua kwamba mtu akifa, yani mtu amekufa, kwamba nguvu zile zilizokuwa nazo zinarejea duniani. Hapana, zile nguvu, kila mtu ana nguvu zake. Unakuta mwingine anaponya lakini hawezi kumwombea msikule kutoka kama Askofu Gwajima. Unakuta mwingine anaombea mapepo lakini hawezi kutamka kitu kikawa. Ni kwa sababu kuna viwango
Baba ni mmoja, lakini kuna viwango. Kuna viwango ukifika, Mungu mwenyewe anakuachilia nguvu. Nguvu zipo nyingi, azisadiki. Mbinguni zipo nguvu nyingi, lakini kila mtu anapokea kulingana na anavyotaka. Maana anasema kwamba utavuna kulingana na ulivyopanda. Sasa watu wengine wanaweza wakajiuliza, hivi Yesu kwa nini alikuwa anawafumba makuhani na mambo, yani anafanya mambo makubwa? Yesu yeye alikuwa anaenda kwenye agano la kale. Baada ya kufa na kufufuka ndipo akaenda kwenye agano jipya. Lakini pia watu wengi wanajiuliza maswali. Hivi kama watu wataniuliza maswali kama Yesu alikuwa anatumia agano la kale, kwa nini walimweka agano jipya? Yesu alimweka agano jipya kwa sababu ndiye aliyeanzisha lile agano, lakini alikuwa anatembea kwenye agano la kale. Nasema kwamba maandiko yanasema hivi, sikuja kutengua torati, ila nilikuja kutimiza torati. Kumbe Bwana hakuja kutengua torati, bali alikuja kuitimiliza. Kumbe ile torati ilikuwa bado haijakamilika, lakini sasa yeye alikuja kuitimiliza, kuijaza. Ndio maana anasema hivi, maandiko yanasema hivi, Mafarisayo na waandishi wakamletea mwanamke ili amhukumu. Yesu akasema hivi, kwa sababu ninyi mnaenda kwenye torati ya Musa. Kumbe Yesu alikuwa anaenda katika agano la kale. Baada ya kufufuka ndipo akasema, aniaminieni mimi, amemwamini Baba. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Na akasema hivi, yeyote aombayo kwa jina langu atapewa. Akasema, yaishini mapenzi yangu kama mimi nilivyowapenda ninyi. Kumbe sisi tukimpenda Mungu, hiyo siri ya nguvu za kiroho tutaipata, kwa sababu bado ipo na neema bado ipo. Nashukuru sana wewe uliyenisikiliza, lakini inaendelea. Usiache kusikiliza na wala usiache kucomment.